Ulikuwa ni usiku wa kiza iliposikika sauti iliyotandwa na majonzi ikitupa taarifa zisizosahaulika katika nyoyo zetu. Taarifa ya kuondoka kwa Kardinal Polycarp Pengo. Si kiongozi wa kanisa tu aliyetuacha, bali ni sauti tuliyozoea kuisikia ikitoa faraja, maonyo na matumaini kwa taifa. Alizaliwa mwaka 1944 na kwa miongo mingi alilitumikia kanisa Katoliki kwa uaminifu mkubwa. Wengi wanamkumbuka zaidi pale mwaka 1992 alipokuwa askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam, ambapo alisimama kama baba wa kiroho kwa maelfu ya waumini. Mwaka 2010 alipewa heshima ya kuwa kardinal na papa, ishara ya kutambuliwa kwa huduma yake kwa kanisa na jamii. Kardinal Pengo hakuwa tu kiongozi wa kidini, alikuwa nanga ya maadili. Katika nyakati za dhoruba, sauti yake ilikuwa tulizo. Katika nyakati za mkanganyiko, hekima yake ilikuwa dira. Tangu alipoteuliwa kuwa kardinal na Papa Yohane Paul wa pili mwaka 1998, amekuwa kioo cha unyenyekevu na uthabiti. Leo kengele za kanisa zinatoa sauti ya huzuni. Parokia kwa parokia, mistari ya waumini inatiririka kwa machozi, si kwa sababu ya kukata tamaa, bali kwa sababu ya uzito wa pengo ambalo jina lake limeachwa katika mioyo yetu. Tunasema kwa heri mwanatheolojia mahiri, mlezi wa miito na baba wa kiroho aliyetufundisha kuwa Mungu ni upendo. Mwili wake sasa unarudi mavumbini, lakini roho yake itabaki ikiangaza kupitia kila kanisa alilobariki, kila muumini aliyempa sakramenti na kila neno la hekima aliloliacha. Lala salama, askofu mkuu mstaafu. Shujaa wa imani, umemaliza mwendo. Pumzika kwa amani.